Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa wakati tunasubiri wale mashahidi, naomba tupeane maneno kidogo. Unajua sisi ni vijana. Na katika amri ambazo ameziamrisha Mwenyezi Mungu ni hii amri ya ndoa. Kwa hiyo napenda kuwahusia kwa sisi vijana ambao tuko hapa, kama kuna mgeni ambaye hajaoa, basi huu ni wakati wa sasa hivi yeye kuanza kufanya maamuzi ya kuoa. Zaili. Kwa sababu katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu ametuambia sisi tuoe kwa haraka sana, kwa sababu anataka sisi kutuepusha kwenye swala kubwa la zina. Takbir! Allahu Akbar! Kwa kama kuna shehe yote ambaye yuko hapa ambaye hajaoa kwa kipindi hiki, basi naomba afanye hima ili aweze kuoa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aina shida sisi tulikuwa tunaweka mambo sawa hapa. Naam. Jamani, taarifa kusema mzuri. Taarifa gani tena shehe? Binti hayupo. Inawezekana vipi? Ametoroka. Basheme, tulia basheme. Shari. Hari. Shari. Wewe. Mpepeni huyo mpepeni. Bwana, shina napata hewa kidogo. Shari. Shoga yangu, wale wenyewe sasa dakika hujaliwa. Sababu unajua? Biarusi kakimbia nakwambia. Haya tena mapya. Wale wenyewe sidhani kama utaliwa. Shoga yangu kwa staili hii. Nimetoka zangu huko kufuata wale jamani, utaliwa kweli? Shoga yangu na ulivyonivuta pale nikuku. Nikasema kuna nini? Sikiliza sasa nikupe. Pale kuna dada wa bwana harusi. Ndio maana nimekuja kukuvutia hapa, sijataka pale umbea. Na hata ukifika pale, shoga yangu msala basi unaojua. Kimya. Zipo. Shoga yangu imeisha. Ndio azina wenyewe bwana. Shoga yangu umeona? Umeona baba nataka kuolewa. Nataka kurudi. Mbona sielewi? Lakini pia na kama hulijua kwamba hili litatokea, kwamba ndoa haitakuwepo, ni bora mkituambia. Kwa nini mliruhusu hili litokee? Mkasubiri sisi wote tumekusanyika hapa, mwisho wa siku ndoa isiwepo. Lakini shehe wangu, hili ni jambo la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Jambo la kumpendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuendelea mchezo. Ni kweli kabisa. Na kingine, kama mlishajua kabisa kwamba ili swala haliwezekani, ni bora mngetuambia mapema. Kwa sababu umetuacha tunachoma ubani pale. Kwa nini msingetuambia kabisa kwamba hii swala leo haliwezekani, na kingine nyinyi ndio mmepanga siku ya ndoa. Nyinyi ndio mmesema si leo tuje tuoe. Alafu mnakuja mtufanyia mambo kama haya. Umeona mambo ya fedha ya. Ndugu zangu, mimi ningeomba kitu cha kwanza nisameheni mimi. Halafu jambo la pili, mimi hili jambo nishaliweka sawa. Yaani kila kitu nilihakikisha kinakuja kinaenda sawa. Ila cha ajabu nimeshangaa kwa nini mwisho wa siku jambo linakuja linaenda hovyo, linaenda fyongo, Sio peke yenu tu, hata mimi pia nimeshtushwa na zile habari. Sawa? Lakini mimi naona hapa kijaribika kitu. Ningeomba nyinyi mngetulia, mimi nikazungumze na mke wangu Mama Fariani ili nijue atanipa taarifa gani ili tufahamu tunafikia wapi. Au mnaonaje wale mashauri wenzangu? Hilo swali liko sawa. Uenda kazungumze na huyo Mama Fariani ili jue tunafanya vipi. Basi hakuna shida. Hii ni fedha ya bwana. Sawa shehe. Haya basi poa, mimi nitawakuteni hapo. Mama Fariani. Nabe. Hii imekaje? Mbona mimi jamani mimi sielewi chochote, Halafu katika watu ambao ninaoamini ni wewe mke wangu. Ndio maana nikakupa usimamizi wa kumsimamia wifi yako mule ndani. Wewe ni msimamizi mkuu. Sasa sielewi eti sasa hivi mnakuja mnanipa ujumbe eti kwamba mdogo wako au bibi harusi hayupo. Hii imekaje hii? Na kama huyo bibi harusi hakuitaka hii ndoa, ni bora angesema. Hata mimi mwenyewe pia siamini kwa hichi ambacho kimetokea mbele yetu.
Na wifi aliwezaje kumruhusu mwanaume mpaka anaandika barua? Aliyekuwa yeye ndio mhusika wa hii shughuli na anaondoka. Sasa tunafanyaje? Kaka, hata mimi sielewi. Uelewe nini? Maana mara mwisho aliniaga nienda chooni. Na nilivyomwambia nikusindikiza akakataa kabisa. Kaniambia ataenda mwenyewe. Unaona sasa? Sasa wewe unamwachaje ndugu yako anaenda chooni akiwa peke yake? Hali ya kuwa wewe ndio mwenye majukumu ya kumsindikiza kila sehemu ambaye anatakiwa kwenda, eh? Nimekosea kaka, samehe. Lakini baba Faliani pia gani? Sio jukumu lake. Haya. Nani ambaye amejaribu hata kumpigia simu? Nimejaribu mimi kaka, nimempigia simu hapatikani. Na wewe? Hapatikani kabisa. Mimi sijampigia. Sasa nasema hivi, hii ni fedha. Huko ni kudhalilishana mke wangu. Huko ni kudhalilishana. Fanyeni juu chini, ingieni ndani. Mufanye jitihada zote zile, mfanye huyu, yani huyu apatikane. Sawa? Na mimi nje huko nahangaika. Sawa? Haya ndani chap. Mbaya kweli. Chap. Yaani hawa sijui hali sura yangu sijui nitaiweka wapi maskini ya Mungu. Ngoja nipige simu kule kijijini ili tujue ninafanya. Yaani Kaka, hivi kwa kitu tokea pale umekielewa? Maana katika hali ya kawaida haiwezekani. Ghafla tu bibi harusi anaondoka na watu walikuwa wanapendana namna ile, mimi sielewi. Kwanza unakumbuka walipokuwa wanapita pale kijiweni? Wanavimba, wameshikana mikono wenyewe, wanakumbatiana, mabusu wazalani. Leo kwenye tukio lenyewe wamekuja kukimbiana. Sema mwanangu, walikuwa wananihamasisha kinoma kuoa, lakini kwa staili hii bora nibaki kuwa single mwanangu. Yaani hapo usingo ndo unatakiwa tu. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa anatuhamasisha kufanya jambo kama analotaka leo kufanya yeye, mwanamke amemkimbia. Yaani siku ya harusi yenyewe pale wameshikana wenyewe, mara wanalishana pipi nini na nini. Hakuna kitu. Oya, ukimwangalia pale jamaa amevurugwa, anaziwazia 7. Umeona sasa? Mimi kaka, usinishauri swala la kuoa. Yaani siku kija kunishauri swala la kuoa. Sasa nikushauri vipi wakati mwenyewe pia kuoa sitaki. Mimi siwezi nikaoa katika maisha yangu mimi ndio bachelor. Labda uzeeni wa kunizika. Huyo ndo nitamtafuta. Masingo utenyesha kidole juu. Tupo. Sasa shemeji, unaona ule kitu akijakaa sawa. Kwa sababu unajua siku naleta ile barua walikuwa wamepokea vizuri. Nakumbuka wao ndio ambao walitupangia sisi siku ya kuja kuoa ambaye ni hivi leo. Sasa inawezekanaje kwamba watuambie kwamba binti ametoroka? Wenyewe kama wanaume mmelichukulia sasa, mimi dada ndo shachanganyikiwa, nishamaliza yale za saluni, shawalika majirani zangu, marafiki zangu. Sasa nakuda, yani tu hapa nilipo sielewi tu. Kwa hali pia kakangu ndio kuja hapa nyumbani. Kwa kweli yani hata siko sawa. Mimi ninachokiona walipe gharama zote ndipo nishane nao. Pasipo hivyo, yani tutasikiana, yani tutaelewana vibaya kwa kweli. Tutaelewana vibaya. Uchawi ununulimi wangu nitanunua. Sababu nisharibikiwa. Na hakuna anayefurahi mtu kaka yake akaa katika hii hali. Hii hali ya kakangu mimi sijaipenda. Naona umenielewa. Wewe kama mwanaume una akili timamu umeelewa. Kama ueleweki, mimi nitavalia nguo nitaenda. Nadhani umenielewa. Nilishakuambia yule mwanamke akufai. Kama umepigwa chupi usoni na kama wanawake wengine uwaoni, naomba utulie. Umesikia shemeji? Mimi ninachokiona arudishe gharama zote. Kujili swala la kusema tuwafuate ili watuishie gharama, mimi naona imekaa sawa. Kwa sababu hizi ni fedha. Umeelewa? Sasa kitu ambacho mimi nakiomba tutoke mimi na wewe tumfuate kaka yake ili tuzungumze naye vizuri. Kwanza jinsi nilivyochanganyikiwa, nimewalifu watu wamekuja hapa majani zangu, rafiki zangu, tumeenda tu masaluni, tumeharibu hela, hapo ghafla tunatuambia ndoa hakuna. Pana kitu hapa. Fedha sana hii. Hii ni fedha kubwa sana. Naomba tungeenda. Umenitia nini? Kaka, nimekuita hapa kwa jambo moja. Watu wanaongea kaka. Kule uani kila mtu anaongea lake. Na bwana harusi hali yake yenyewe ndio kama hiyo. Haeleweki. Kaka, mimi kuna vitu nilikuwa nataka nikwambie. Haya, sema na kusikiliza. Kaka, hii nafasi basi ningechukua tu mimi. Wewe. Mbona inawezekana kaka? Hii nafasi ningechukua mimi. Hivi unakisikia unachokizungumza wewe? Nakielewa kabisa. Sasa hii inawezekana vipi? Mbona inawezekana kaka? Nakumbuka Aisha kuniambia hajakutana kimwili.
Mtu akakimbia ndo hata mfumo huyo. Jamaa nini? She wapi? Kwenye mchele. Mchele? Wali. Kaka tulia. Tulia kwanza hapa. Vipi? Huko mchele haupikiki kaka. Ndio nakwambia huko mchele haupikiki kaka. Kwa sababu huko hamna kazi huko. Bibi harusi mwenyewe ametoroka. Na baada ya kupata taarifa hii bwana harusi naye amezimia. Yaani kaka kiufupi, muda wote na saa wote uko sherehe na badilika kuwa msiba. Bwana harusi ajitambui mpaka saa hizi tunapotoka hivi. Wenyewe pia tumetoka hatujala wala nini hapa. Ina kesi kimepikwa. Kipikwa wapi kaka? Hakuna, mbona lazimisha? Hizo wala limeshaisha kaka, turudi. Yesu ndio iko hivyo. Sasa mimi nitaenda kula wapi? Si wenyewe tuelewi. Mimi nitaenda kula wapi? Hauna kwenu? Kilicho niumba nyumbani kwa nimeaga. Nimeaga chakula sijiweke. Ninakula kwenye ndoo. Hapo nyinyi mnajambia bali. Tulia sasa. Turudi tu nyumbani tukaandae mazingira tule. Tupike kamchangi tena maisha yaendelee. Wewe hamna kitu kama chakula kaka. Alilia wali ndondo. Leo piti huku mwanangu. Nini wewe? Piti huku. Kambe bibi yako. Bibi bibi yako. Wewe piti huku leo inakuhusu. Huko hakuna wali ndondo. Wala nini? Jamani mimi nyuma. Kwa nini kajambia kwa nini? Kwa nini? Amesepa. Alaniwe. Kuwa nasubira kaka. Lana sumbaka. Wewe pia umetuuma hivyo hivyo. Kuna sipike wali, kuna sipike situkala. Pole baba, pole. Siku ya kuheshimika wali. Sio kwa maji tumboni kama visavu sio siku yake leo. Mizamu tumpe ng'ombe. Nenda kumloga. Kwa hiyo shehe, mimi ni bora tumekutana hapa hivi. Tunataka tujue hatima hili swala liko vipi. Kwa sababu tunashindwa kujua mwanzo na mwisho unaenda vipi. Umeelewa? Sasa nimekaa na shemeji hapa, tumediscuss tumeona ni bora tu mturudishie gharama zetu. Kwa sababu muolewaji si hayupo? Si ameshakimbia? Basi gharama zetu zirudi. Au unasemaje shemeji? Ndio shemeji, hata mimi ndio ninachokiona kulingana na mazingira jinsi yalivyo. Kwa hiyo bora ni gharama zote zirudi ili tuwekane sawa. Kwa sababu hali ya mdogo wangu si nzuri kweli kwa upande wake. Shimoridi. Naam. Kimsingi anachozungumza mshenga pamoja na dada wa bwana harusi wako sahihi. Kwa sababu ndoa ilishapangwa lakini haijafanyika. Na kama haijafanyika maana yake ni kwamba hao walishagaramia. Kwa kinachohitajika sasa hivi ni wewe huwarudishia gharama zao ambazo wamezitumia. Naomba hekima na busara itumike hapa. Turudishia ili haya mambo yaishe. Na pili yale ya bwana harusi sasa tunaiona pale. Ndugu zangu, mimi kwanza nimewaelewa. Sawa? Ila mimi hizo pesa kwa sasa sina. Hizo pesa ambazo nyinyi mlizozitoa zote, hizo ambazo zimetumika kugharamia hii shughuli yote ambayo mnaiona hapa leo hii. Sawa? Na harusi sina pande mbili. Sawa. Ila sasa kuna jambo lingine hapa la kulifanya. Sawa shehe wangu? Maadamu bibi harusi amekimbia. Sawa. Hilo halina shida. Lakini nina mdogo wangu mwingine. Yaani namaanisha dada yake na huyo bibi harusi ambaye amefanyaje? Aliyekimbia. Sasa bila kupoteza muda, mnaonaje tukamchukua huyo akawa mbadala wa yule, yaani kwamba huyu ndo aolewe? Dada yako tena? Mdogo wako?